Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Biblia inasema hivi, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hapa nataka niongee kwa habari ya kupata kitu kutoka kwa Mungu. Kanuni ya kupata kitu chochote kutoka kwa Mungu. Kanuni hiyo ya kupata kitu kutoka kwa Mungu, kanuni kubwa ya kwanza kabisa ambayo ndo kanuni mama ya kupata kitu kutoka kwa Mungu au kupata haki yako kutoka kwa Mungu, ni lazima ukubali kumfuata yeye. Yaani kama huwezi kukubali kumfuata, kama huwezi kukubali kumkiri na kuamini moyoni mwako kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, automatically hauwezi kupata hiyo haki. Biblia inasema hivi, njoni kwangu. Yesu hakuanza kusema kwamba nitawatua mizigo, alianza kusema njoni kwangu. Kwa hiyo ni lazima kwanza kabisa ukubali kumfuata yeye, ukubali kumwamini, ukubali kumsikia na kuamini moyoni mwako na kukiri kwa kinywa chako kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndipo baada ya hapo kuamini na kukiri, ndipo utakapotimiziwa na ndipo utakapotuliwa hiyo mizigo ulionayo. Mizigo yanaweza kawa ni magonjwa, mizigo inaweza ikawa ni shida na matatizo na changamoto mbalimbali unazopitia kwenye maisha yako. Sasa ili utulio huo mzigo ulionao na Bwana Yesu, ni lazima ukubali kumfuata Yesu. Kuna watu siku hizi katika kipindi hiki zama hizi, kuna kizazi na cha aina fulani ya watu kinaibuka, kinataka vitu vya Mungu lakini hakimtaki Mungu. Sasa kwa taarifa yako, huwezi kupata kitu chochote cha Mungu kama haumtaki Mungu. Yaani kama haukubali moyoni mwako kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, automatically umevikatana vitu vyake. Kwa ili uvipate vitu vyake, ni lazima umkubali kwanza huyo Mungu. Kuna watu mnawatafuta watumishi wa Mungu mbalimbali, nasema mtumishi, na ugonjwa fulani nimeugua kwa muda mrefu, naomba uniombee. Mimi nataka tu uniombee, yani uniombee tu. Utaki kuokoka, unataka uombewe tu. Huo ni utapeli, na Mungu wetu sio tapeli na hataki utapeli. Kwa ili uombewe na hayo maombi yafanye kazi kwenye maisha yako ya kudumu, yafanye kazi ya kudumu, yani